Mambo kaka. Poa vipi? Poa vipi? Mustafa nimemkuta? Bana Mustafa katoka. Anarudi sasa hivi. Sasa nipatia nyingi na sasa hivi kwa anarudi. Basi sawa, acha nimsubiri. Siwezi kusikiliza. Hii ni mtego wangu wewe. Wacha kunidanganya basi. Huyo ni mteja. Hivyo alivyo ni mteja. Kama mimi ni kike na nitakuaminiji na kati ni mwanamke huyo? Kwa mteja gani huyo? Leo samahani sana. Huyu ni mke wangu. Sio kuchukua tukio. Umeelewa? Malizia ndio. Mimi mshiba baba, malizia wewe. Tokea kwako hiyo uliacha. Lazima nitonde udimalize. Tonde lako hivi. Sawa, umeshinda. Nakuletea. Mariam mke wangu. Samahani sana kwa tukio lilotokea asubuhi. Yule alikuwa ni mteja tu. Siku zilizopita wanasema nilimpeleka na kunilipa pesa. Na leo alidai kwamba ningekuja kwenye pesa yangu. Kwa hiyo ndo alikuja kunilipa. Sasa nashangaa tumekuja kwa vitu vimia na maana zile vurugu. Ungeuliza kwanza. Tunifukuzia wateja. Biashara ilikuwa ngumu sana siku hizi. Samahani mume wangu. Anastarudia tena. Kwa tukio la leo. Wajua kiukweli nakupenda sana. Lakini baada ya kuwakuta vile ilikuwa ngumu kwangu. Ni lazima hata ningekuwa mwanamke mwingine afanye tofauti.
Kwa mwili ule mteja. Mume wangu bwana. Ila sawa, naomba tunisamehe, yaishe, sitarudia tena kufanya hivyo. Mimi nimekusamehe. Waswahili wanasema kupiga changa mzigo wako. Uchunge. Wow. Nzuri. Asante mume wangu. Nimependa. Nini sasa? Mjomba, Naam. wazazi wako siku zote wanakumwagia sifa nyingi sana. Wanasema kwamba wewe ni kijana mzuri, unawajali wazazi wako na hata ndugu zako pia unawajali. Ila tatizo liko sehemu moja tu. Nipo mjomba. Pale wanapokuambia kwamba umefikia wakati sasa wewe uweze kuwa na kizingiti, hapo ndo wanakuvuruga kabisa. Yaani hutaki kuelewa. Tatizo liko wapi mjomba? Ni kweli mjomba. Nishaongea naye kuhusu hili jambo. Lakini mwambie kwamba kuna mambo kidogo nayafanya. Na nikimaliza tu hili jambo nitafanya kwa haraka sana. Anko. Unajua anko, shida hapa mtihani mkubwa uliopo mjomba. Ni kupata hicho kizingiti bora. Ndio kwa mtihani mkubwa sana. Yaani vile ambako nilipata mjomba, sikuanza nalo kabisa. Mjomba, unajua hizi nyakati zetu hizi sio zilivyokuwa zenu. Enzi zetu na sasa hivi wakati mzuri. Tatizo lake ni vijana siku hizi. Na yani mnakuwa hamjatulia sana. Yani mnakuwa macho huku. Ndio maana mnakosa vizingiti bora tu vile ambavyo kuweza kuchagua. Lakini vizingiti viko vingi sana vilivyokuwa bora. Hata mimi hapa mtu mzima nikikaga hapo nje naona wanakwenda hivi, wanarudi huku. Yani unakuta kabisa wasichana wameumbika. Hapo ukikaa wanapita weusi, weupe, maji ya kunde, wanene walojazia wale, wembamba, warefu, wafupi, yani kila design unayotaka. Lakini sasa nyinyi mnakuwa mnahangaika na hukuma. Unatakiwa ukichagua sehemu moja basi ifuate hiyo hiyo mpaka ujue umeishia wapi. Hilo ndio tatizo lenu. Anko, ni kweli anayosema. Shida sasa, sio kama siwaoni barabarani, na waona sana. Ila ukimchukua ukimweka ndani tu mjomba, ndio kuna baraka anko. Unajua nini? Njia mnazotafutia nyinyi vizingiti, nyinyi vijana siku hizi ziko tofauti na sisi. Tatizo lake huyu mna haraka sana, alafu yani macho yenu hayatulii. Inabidi ukishapoint sehemu moja au ukishajua huyu mimi ndio wangu, basi unasimama kwa yule tu. Anko, sasa mimi nikupe kazi. Ndio nitafutie. Utafutie nini? Mwanamke mzuri mjomba ni yule ambao unamtafuta wewe mwenyewe. Kama unavyosema ingekuwa enzi zetu sisi, ukishaambiwa mwanamke ni huyo hapo, basi ushachaguliwa na wazee, unaishi naye vizuri. Lakini sasa hivi kitachotokea anda yote ukikofishana kidogo tutasikia mjomba huyu kwa sababu nimechaguliwa. Lakini ukichagua mwenyewe utakuwa una kumlaumu mjomba. Basi mjomba, ni wewe yako na sasa kukulaumu kama utatafuta kizingiti bora. Na basi mimi nitafuta, lakini pia naomba mimi nisaidie nitafutie mjomba. Basi jitahidi. Sawa. Na nafikiri sasa hata wazazi wako yale mapenzi yao kwako yatakuwa maradufu. Mimi nitafanya hivyo ili wafurahi pia, hata naye ufurahi. Ni kweli.
Yaani tulifanyia kazi kwa haraka sana hili jambo.